Sasa jicho la habari leo linaangazia huko fahari ya Watanzania jijini Dodoma, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kiwanda cha mbolea jijini Dodoma ifikapo Juni 28 mwaka huu, chenye uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 ya mbolea kwa kutumia teknolojia na uzalisha mbolea za fomi ambazo zina mchanganyiko wa virutubisho vya asili. Sharifa Mdeme kutoka Dodoma anakuja na undani wa taarifa hii. Hussein Bashe ni waziri wa kilimo. Akizungumza jijini Dodoma amesema kiwanda hicho cha mbolea cha Intracom Fertilizer ni kiwanda cha kwanza kwa ukubwa kuliko viwanda vyote vya uzalishaji wa mbolea katika Afrika Mashariki chenye uwekezaji wa dola za Marekani milioni 180. Waziri Bashe amesema ili kuendelea kulinda viwanda vya ndani ikiwemo kiwanda hicho cha mbolea, serikali imepanga kununua mbolea ya tani 200,000 na chokaa kilimo tani 50,000 zitakazosambazwa kwa wakulima ambao hawatumii mbolea nyingi. Kwa nini tunanunua viwanda vya ndani? Serikali itazinunua hizi mbolea bila kuathiri mfumo wa ruzuku wa kawaida unaoendelea. Wenyewe utaendelea kama kawaida. Lakini hizi mbolea tutakapozinunua, tutazipeleka kwenye maeneo ambayo mbolea haitumiki sana. Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kuongeza mchango wa sekta ya mifugo katika pato la taifa, ambapo itatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2025 hadi 2029 na kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 216. Uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo ni sehemu ya juhudi za serikali yetu za kuhakikisha tunaendelea kuboresha afya ya mifugo yetu hapa nchini. Pia Dr. Kijaji amesema lengo la kuchanja mifugo hiyo ni kukidhi takwa la soko la dunia na kufanya sekta ya mifugo kuchangia pato la taifa, kwani Tanzania inakadiriwa kuwa na idadi kubwa ya mifugo ikilinganishwa na mataifa mengine, ambapo bado mchango wake haujaonekana kwenye pato la taifa. Tukiliweza hili la angalau 70% ya mifugo yetu ipatiwe chanjo kwa pamoja, ndipo tutakapofanikiwa sasa kupeleka mifugo yetu na mazao yake kwenye masoko ya kimataifa, hasa yaliyoonyesha utayari wa kupokea mifugo yetu na mazao yake. Sharifa Mdeme, Dodoma. Na jicho la habari likisalia hapo hapo jijini Dodoma, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imezindua kituo cha huduma kwa wateja kilichogharimu takribani milioni 100 kwa lengo la kuboresha mawasiliano pamoja na kutoa taarifa za kisekta hiyo kwa wananchi na kupokea maoni na changamoto ili kutatua kero zinazoikumba sekta hiyo. James Bunuma kutoka mkoani Dodoma, yeye anakuja na undani kamili wa taarifa hii. Kituo hicho cha huduma kwa wateja kinatarajiwa kupunguza changamoto za wananchi kutoka katika maeneo mbalimbali nchini mpaka ofisi za wizara iliyopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma kwa ajili ya kutatuliwa kwa changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Hayo yamejiri jijini Dodoma mara baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau wa elimu kupitia mradi wa shule bora kukabidhi kituo cha huduma kwa wateja ili kuboresha sekta ya elimu nchini. Na hapa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Omar Kipanga anatoa kauli ya serikali kwa watendaji wa sekta hiyo. Tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu mpya. Sasa ni wajibu wa kila Mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake. Kwa upande wake, katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Caroline Nombo amesema wamekisubiri kituo hicho kwa zaidi ya miaka 2 na wanashukuru kimekamilika na kuanza kutoa huduma. Sote tunafahamu sekta ya elimu inamgusa kila Mtanzania. Na kwa sababu inagusa Watanzania walio wengi watakuwa na mahitaji ya kupata taarifa, ya kutatuliwa matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kituo hiki sasa itaenda kuwafikia Watanzania kule waliko. Call center to contact center si kitu kidogo. Nadhani wote tutafaidi, na hasa sisi kama nchi ya Tanzania, kama Watanzania tutafaidi iwapo kila mmoja atatimiza wajibu wake. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV.
Sasa kutoka Dodoma tusalie hapa jijini Dar es Salaam ambapo kufuatia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakichangia changamoto kubwa inayokabili jamii na dunia kwa ujumla wake, wadau wa maendeleo wa utunzaji wa mazingira wametekeleza zoezi la upandaji miti takribani 1500 katika taasisi ya uhasibu TIA iliyopo Kurasini jijini Dar es Salaam ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwenzetu Anisia Sylvester yeye ameangazia kwa kina taarifa hii na hapa anasimulia. Mabadiliko ya tabia nchi ni ongezeko la muda mrefu la joto la wastani la dunia ambalo husababisha kubadilika kwa mfumo mzima wa hali ya hewa ambao mara nyingi matokeo yake huleta athari hasi katika jamii kama vile ukame, mafuriko, kuongezeka kwa hewa ukaa, kupotea kwa maeneo oevu na kuanguka kwa theluji. Ili jamii yetu kujinusuru kutoka kwenye changamoto hizo, wataalamu wa mazingira wanashauri njia mojawapo ni kupanda miti kwa wingi, ambapo jambo hilo limetekelezwa na wadau kutoka Benki ya Akiba katika taasisi ya uhasibu TIA jijini Dar es Salaam. Nimeguswa na swala la kupanda miti kwa sababu pia tunaona umuhimu wa kutunza mazingira. Tunaona tunaungana na ajenda ya dunia nzima ya kutunza mazingira. Swala la kutunza mazingira tunaliangalia kwa mapana, hasa katika karibu kila eneo tunalofanyia shughuli zetu. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS umekuwa na jukumu la kutoa elimu kuhusu uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Na katika zoezi hilo la upandaji wa miti, askari mhifadhi mwandamizi kutoka TFS katika wilaya ya Temeke na Kigamboni, John Lyakoya, akaeleza lengo la uhamasishaji huo. Lengo ni kupunguza na kuhamasisha matumizi sahihi na endelevu ya mazao ya misitu kwa faida ya kizazi kilichopo na kijacho, ili kulinda maeneo yaendelee kuwa salama. Hakika tumefurahi, tumeweza kupendezesha mazingira yetu kwa kupanda miti na wametupatia miti takribani 1500 na tumepanda sehemu zote muhimu. Tumejifunza jinsi ya kupanda na jinsi ya kutunza mazingira. Hapa jijini Dar es Salaam sasa tuelekee huko Mara ambapo wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Tarime mkoani Mara wamelalamikia vitendo vya baadhi ya watu ama makundi ndani ya chama hicho kutumika kuwachafua viongozi waliopo madarakani na kuomba uongozi wa juu wa chama kuwachukulia hatua kali ili kujenga viongozi waliochaguliwa na wananchi. Taarifa yake Jacob Kalori kutoka Mara inaarifu zaidi. Makundi ndani ya Chama cha Mapinduzi yametajwa kuendelea kukivuruga chama hicho, ambapo baadhi ya watu ndani ya chama wamekuwa wakiwachafua viongozi wa chama, hasa wale waliopewa dhamana ya kuongoza wananchi, ikiwemo madiwani pamoja na wabunge. Wakipaza sauti zao, hao hapa ni wanachama wa chama hicho na Tarime mkoani Mara, ambapo wameomba uongozi wa juu kuwachukulia hatua kali ili kukinusuru chama katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Wametoa kauli hizo wakati wakishiriki katika kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi katika kata ya Nyakonga uliowasilishwa na diwani wa kata hiyo Simon Cressy Samuel. Tumekuwa kama wapinzani, unakuwa tunatukanana, tunasomeana, sio jambo zuri sana. Kwa nachoomba ni kwamba wale viongozi wetu ambao wamefanya kazi waheshimiwe. Kwa hiyo sisi hatuna la kusema isipokuwa tunataka tumpe mama kura za heshima, kura za ushindi. Akieleza kwa masikitiko makubwa aliyekuwa kiongozi ndani ya kamati ya siasa ya Tarime ndugu Charles Nyama amesema kuwa tabia hiyo ya kuwakashifu viongozi waliopewa dhamana ya wananchi pamoja na chama kunajenga picha mbaya kwa jamii iliyozunguka kutokana na sisi mwenyewe ndani kwa ndani kujengeana ajali za kisiasa. Niseme tu kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi ukishagundua madhaifu ya mtu kama ni kiongozi, ulishamchagua. Yeye ndio kiongozi, ndiye anayetuwakilisha katika nafasi hiyo. Huna sababu ya kumvua nguo na kumtukana. Hizi siasa tusijengeane ajali. Tunapojengeana ajali kwamba mtu akuungi, ni kumfungulia kesi kwa mamlaka yako, ni kitu kibaya sana. Kutoka hapa katika kata ya Nyakonga iliyoko Tarime mkoani Mara, mimi ni Jacob Karoli na hii ni Clouds TV.
Na tuelekee sasa Simiyu ambapo imeelezwa kuwa utekelezaji wa mradi wa shule bora unaolenga kuinua ubora, ushirikishwaji wa mazingira salama kujifunza kwa wasichana na wavulana wote katika shule za msingi za serikali nchini umesaidia kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi katika halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Taarifa yake Anastasia Paul inaarifu zaidi. Hayo yamesemwa na mratibu wa mradi huo katika halmashauri ya wilaya ya Bariadi Felista Mwanga wakati akizungumza na walimu wakuu, maafisa elimu wa kata na walimu wa taaluma wa halmashauri hiyo kwa ajili ya kufanya tathmini ya mradi huo, ambapo ameeleza namna ulivyosaidia kuinua kiwango cha ufaulu. Kimsingi ufanisi upo, tunauona toka mradi huu umeanza na hata matokeo ni chanya. Mfano, tumefanya mtihani wa moko kanda, umefaulu, tumeshika namba 1 kimkoa, lakini namba 4 kikanda, kanda ya Ziwa tumeshika namba 4. Kwa upande wake afisa elimu wa kata ya Gambos na mwezeshaji wa kitaifa wa masuala ya KKK na SRP Edward Kashindie amesisitiza walimu wa madarasa ya awali, la kwanza na la pili kuzingatia matumizi ya zana na kona za ujifunzaji kwa wanafunzi wao ili kuwasaidia kuelewa kwa urahisi wanachofundishwa darasani. Waalika walimu hasa wa madarasa ya awali, darasa la awali jenyewe, darasa la kwanza, darasa la pili, wawe na madarasa yanayozungumza. Madarasa yanayozungumza ni madarasa ambayo yamesheheni machapisho, yamesheheni vifaa vya kufundishia, yamesheheni zana ambazo zitamfanya mtoto apende somo ambalo mwalimu analifundisha. Baadhi ya walimu walioshiriki katika tathmini hiyo wameeleza umuhimu wa matumizi ya zana na kona za ujifunzaji katika ufundishaji. Namsaidia mwalimu kupunguza maelezo anapokuwa anafundisha, kama hiyo kona ya hesabu. Kama zana hazipo, ni kweli utatumia maelezo marefu. Tutafanya organization ya kuwasimamia walimu waweze kutengeneza zana zenye ubora ambazo zinaendana na sera ya elimu ambayo itaweza kuwasaidia wanafunzi na kuwarahisishia katika swala zima la ujifunzaji. Kutoka mkoani Simiyu, mimi ni Anastasia Paul, Clouds TV. Na taarifa yake Anastasia Paul inahitimisha alasiri kwa upande wa jicho pamoja na undani. Hivi punde tu nitamkaribisha hapa Mwajib Shafi kuja kwenye upande wa screenshot, lakini pia atahitimisha na Playmaker. Mimi ni Rajab Chwaya.